Bwana Yesu asifiwe. Katika kile kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari ule wa kwanza, maandiko anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, maana ile sheria ya roho wa uzima imetuweka huru mbali na dhambi. Mwili una uadui na Mungu. Mwili una uadui na Mungu. Ndio maana mtu anayefuata mwili anataka kufa. Ukiendelea kusoma kitabu hicho cha Warumi, inasema waufuatao mwili wataka kufa, kwa sababu nia ya mwili ni mauti. Wakati wote mwili hauwazi kumpendeza Mungu. Mwili umefanyika kuwa mzigo kwa mtu aliye ndani ya mwili. Dhambi ilipoingia, mwili ukamtumikisha mwanadamu aliye ndani ya mwili. Tunasema Yesu kwa sura hiyo ya mwanadamu alivaa mwili ili aihukumu dhambi, lakini anasema tukiishi katika roho, basi mwili utakuwa umekufa, kwa sababu ikiwa tutaishi kwa kufuata mwili, basi tutayafikiri mambo ya mwili. Kuyafikiri mambo ya mwili ni maana yake ni vile vitu ambavyo mwisho wake ni katika dunia hii. Mwili huishia duniani, mwili huishia kwenye mavumbi, lakini roho umrudia yule aliyeitoa. Tunapoishi katika dunia, haipasi sana kutazama mwili na mwili unatuelekeza nini. Kuna wakati unahitaji kufanya vitu vya kimungu, kufanya mambo ya Mungu yanayompendeza Mungu, lakini mwili unakuzuia. Mwili unakupa sababu kwamba hii haiwezekani. Unatamani kufunga, unatamani kuomba, lakini mwili unasema ukifunga utapata shida hii, au kiomba utapata shida hii. Unahitaji kufanya ibada na Mungu, lakini mwili unakwambia huu sio wakati wa ibada, huu ni wakati wa kutafuta maisha, huu ni wakati wa kutafuta fedha. Utaendeje kwenye ibada? Utafanyaje ibada na Mungu na wakati huu ni wakati wa kutafuta fedha? Mwili una masumbufu mengi. Mwili unatamani kila unachokiona katika ulimwengu huu. Mwili unatamani vitu vizuri sana, lakini roho inatamani sana kumpendeza Mungu. Ndio maana maandiko yanasema, enendeni kwa roho, maana hamtaweza kutimiza kamwe tamaa za mwili. Maana mwili unafanya uadui na roho, na vile vile mwili una uadui na Mungu. Biblia inasema mwili una uadui na Mungu, wala hauwezi kutii sheria ya Mungu. Kwa hiyo tunashindwa kumfanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu mwili unatamani vitu vya kidunia. Anasema wale waufuatao mwili uyafikiri sana mambo ya mwili, uyafikiri sana vitu vya dunia au vitu vya dunia. Wanaofuata mwili, maana yake wanataka kufa, maana nia ya roho ni uzima, bali nia ya mwili ni mauti. Wale wanaotembea katika nia ya roho, maana yake wanataka uzima, na nia ya mwili ni mauti. Ndio maana maandiko yasema, atendaye dhambi amekwisha kufa nafsini mwake, lakini mshahara wa dhambi pia ni mauti. Wewe unayenisikiliza, nia ya roho ni uzima na nia ya mwili ni mauti. Wanaofuata mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Nataka niseme na wewe, yawezekana mwili umekuwa ukikuvuta, mwili umekuwa ukikusurutisha, hauwezi kufanya yale unayotaka ya kumpendeza Mungu. Lakini sasa ninakwambia kwamba amua sasa kumpendeza Mungu na kufanya mwili wako ufishwe kwa habari ya dhambi,
Dhambi husababisha mauti. Saa hii ninataka